Yes, hapa tunakwenda kufanya application za mkopo kupitia HESLB OLAMS, na moja kwa moja utakachokifanya ukiwa na simu yako au ukiwa na kompyuta yako, utaingia kwenye browser yote ambayo unaitumia, then utatafuta website moja inaitwa olas.heslb.go.tz. then baada ya hapo utaisearch design hiyo. Yes. So baada ya kuisearch, na maana utabonyeza hii ya kwanza kabisa inayotokea hapa juu, bila shaka mnaiona. So ukishaibonyeza itafungua sehemu tatu, ambayo kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu. Then sisi tutadili na hii sehemu ya kwanza, ambayo cha kwanza, kisanduku cha kwanza kimeandikwa apply for loan. Yes, apply for loan. Hapo hivi bila shaka umepaona. So tukishafika hapo tutapabonyeza. Tukishapabonyeza ina maana patatupeleka kwenye ukurasa mwingine wa kuanza kuchagua pia taarifa nyingine. So tutapabonyeza. Tukishapabonyeza kuna sehemu hii hapa ya nani NECTA na sehemu ya NECTA Students. So sisi kisanduku chetu ni cha NECTA Students na not nani NECTA Students. So tutabonyeza hiki kisanduku cha kwanza. Then kwenye kisanduku cha kwanza tutabonyeza haya maandishi ya blue hapa chini, ambavyo unayaona yameandikwa apply on NECTA. So tutabonyeza hapo. Ina maana tukishabonyeza ina maana hapa anatupeleka kwenye taarifa hii hapa. Hapa hivi ndo kuna sehemu ya kuweza kuchagua kama ni private candidate au ni school candidate au watu wa serikali, yaani kutoka kwenye shule za kiserikali. So kama wewe ni mtoka kwenye shule za serikali, basi tutabonyeza kwenye mshare, then utachagua S, kuna S itatokea au P itatokea, na hichi kisanduku ni kujaza namba ya shule, na hii hapa ni namba yako kama mwanafunzi ya form 4, na hapa ni mwaka wa kumaliza form 4. So tutaanza kujaza taarifa hizo kama tunavyoweza kuona hapo. Baada ya kujaza tu, ina maana taarifa zote zile ambazo zinahusika zita scroll down. Hapa natumia tablet, ndio maana unaona kuna taarifa zimefichwa huko juu, lakini ukishamaliza tu kuandika taarifa zako zile, utaona tu moja kwa moja automatic zinashuka chini. So hapa nitachagua yes, nitachagua taarifa kama hivyo, kama tunaweza kuona hapo. Hapa hivi ni birthplace, kuna Tanzania mainland au Zanzibar. Kwa kama ni Tanzania utachagua Tanzania bara au mainland, na then kuna verification ya letter. Yes, kisha verify letter, zile namba tutakazozipata kule tutakuja kujijaza hapa, then taarifa zote za letter zitatokea hapa chini. So ukishamaliza kuziona hapo, ina maana kuna ujumbe utakuja mkono wa kulia huku ukikwambia continue. So uta continue, then ukisha continue utaletewa control number kwa ajili ya kuweza kufanya malipo ili uweze kuendelea kufanya application. So hii hapa ndo control number tumeweza kupewa, na unalipia kiasi cha shilingi 30,000 kupitia control number utapewa, na control number hiyo unapofanya malipo inakuwa na majina yako wewe kama mwombaji wa mkopo. So baada ya kuwa umeshalipia itatokea design hiyo, then utabonyeza continue to create an account. So utakuja hapa kwenye ukurasa ambao utafunguka baada ya kufanya malipo. Utajaza index number ambayo ni namba ya form 4, utajaza first name yako, utajaza middle name yako, then utajaza last name yako. Baada ya hapo utajaza email address na phone number. Hizi taarifa ni ndo za msingi sana. Then baada ya hapo uta create strong password strong, ambayo hii password itakuwa inakusaidia kuingia kuangalia huduma yako ya mkopo inaendeleaje huku OLAS au huku HESLB. So baada ya create account utaingia moja kwa moja kwenye page hii hapa, ambayo wanakuambia go to login page, go to login. Kwa hiyo ina maana ukibonyeza tu hapo kwenye go to login, watakupeleka kwenye ukurasa wa kuanza kujaza taarifa zako, ambao ni hapa hivi. So hapa hivi kwenye kisanduku cha kwanza utaandika namba yako ya form 4 na mwaka wako wa kumaliza form 4. Then baada ya hapo utajaza password ambayo umeicreate pale, then utabonyeza login. So mimi nitabonyeza hivyo. Then baada ya kubonyeza nitakuja kwenye ukurasa huu hapa, wataniita kwenye ukurasa huu mwingine, ambao ukurasa huu kuna basic information kama tunavyoweza kuona huku mkono wa kushoto, basic information, lakini pia kuna demographic information, kuna preliminary information, kuna education information, kuna preview information, kuna attach signed forms na view application status. So kila ukurasa hapo una maana yake. So tukija kwenye ukurasa wa kwanza wa basic information, ina maana kuna taarifa za mtoto, taarifa zote za mtoto anazotakiwa kuwa nazo kabla
Yes, taarifa zote za msingi za mtoto ambazo tunaweza kuziona hapo. So kama kuna taarifa yote imekosewa, unaweza kubonyeza hapa sehemu ya edit birth details ukabadilisha taarifa ambazo unataka kuzibadilisha zote. Sasa hadi hapo basic information tayari, so tutaingia kwenye demographic information. So demographic information, kwenye sehemu ya kwanza kabisa tunatakiwa kujaza namba ya NAPA. Namba ya NAPA ni nini? Kuna mwingine anajiuliza NAPA ni nini? Hii ni namba ya utambulisho, inakutambulisha wewe mahali unapoishi. Hii namba inakuja ikiwa na barua yake, na jinsi ya kuipata unaipatia kwenye mifumo ya serikali. Yaani serikali imeshaweka mifumo ya kuweza kupata hii namba ya utambulisho, namba ambayo inakutambulisha wewe mahali unapoishi na watambulisha wazazi wako. So ukishajaza namba hiyo, ina maana utaendelea na hatua nyingine inayofuata mbele baada ya kutoka kwenye demographic information. So baada ya hapo tutaingia kwenye preliminary information, ambayo ni taarifa nyingine tofauti na ile ya kwanza demographic. So tutaingia kwenye preliminary information baada ya kuwa nimejaza namba yangu ya NAPA. So baada ya kujaza namba ya NAPA nitaingia kwenye preliminary information. Then kwenye preliminary information hapa nitajaza taarifa zote za wazazi, ambapo ya kwanza nimeulizwa kama nipo disability, nimesema no. So baada hapo kuna further details. Kwa hiyo ukibonyeza hapo is your father known, kwa baba yako unamjua, anajulikana. So nitabonyeza hapo ili kuweza kuchagua yes. Then hapo yes, na maana kuna kisanduku kitafungua cha kujaza majina yake, taarifa zake zote kama tunavyoweza kuona hapo. Then baada hapo pia chini kuna sehemu ya kujaza namba yake ya NAPA, yani namba ya utambulisho wake. Yes. So baada ya kujaza kila kitu hapo kama kinavyotakiwa kujazwa hapo, ina maana pia nitaendelea na taarifa za mama, nitaendelea na taarifa za TASAF kama kuna huduma yote ya TASAF ambayo naipokea, nitaendelea kujaza taarifa zote hapo kama tunaweza kuona. Baada ya kumaliza taarifa zote hapo, basi mwisho nitaweza kwenda kuprint form yangu na then so baada ya hapo utahitajia kujaza education details, ambapo nimejaza form 6, taarifa za form 6, lakini pia kabla sijajaza kuna sehemu imeandikwa form 4 sponsorship details. Kama haukuweza kusomeshwa let's say na kampuni fulani au na watu fulani, basi itabidi ujaze no kwamba hauja be sponsored, lakini kama be sponsored basi utahitajika kujaza sponsor wako. So nitaendelea na sehemu nyingine inayofuata ambayo ni post form 4, ambapo post form 4 ni form 6. Yes, na post form 4 baada ya form 4 umeenda wapi? Ni form 6. So nitaendelea baada, then kuna post form 4 sponsorship, kama hayupo basi utaandika no pia. So baada ya taarifa za elimu, ina maana utakuja sasa kujaza taarifa za guarantor details, ambazo hizi taarifa hizi ni kwa ajili ya yule mtu ambaye anasimama kwa ajili ya yani kukusupport huo mkopo. Yani unavochukua huo mkopo, mtu ambaye atakusupport let's say itakapofika muda wa kulipa yani. So hapo hivi kwa hapo hivi tutamchagua mother, then baada ya hapo kuna ujumbe utatumwa kwenye email yake ambao tumejaza wakati wa kusajili. So ule ujumbe ambao umetuma kwenye email yake ndio tutahitajika kuja kupaste hapa. Bila shaka unaweza kuona sehemu imeandikwa enter OTP received from guarantor. So ujumbe ambao umetumwa kwa mama kule ndio nitaenda kuchukua kwenye email yake, then nitakuja kupaste hapa ili wadhihirishe kwamba kweli huyu mtu ambaye tunamwandika ni mtu yuko sahihi ambaye anahitaji kweli kumsupport huyu mtu. So nitakuja kuandika ujumbe huo ambao mama kule aliweza kupokea kwenye email yake. Yes, nitakuja kuandika then nitabonyeza confirm. So baada ya hapo, ina maana hapa chini watafungua kisanduku kingine cha kuendelea kujaza taarifa za mzazi huyo au taarifa za guarantor huyo, ambapo kuna kitambulisho chake, identity card yake, ambapo nitachagua labda tuseme national identity card hiyo.
then nihitaji nijaze taarifa zake za hicho kitambulisho. Then baada ya hapo ina maana watafungua taarifa zake nyingi ili kuweza kudhibitisha kwamba ni yeye. Then kutakuwepo na sehemu itakayomhitaji aweze kuweka saini yake. So nitajaza taarifa zake za NIDA hapo, ambayo namba yake ya NIDA. So nitajaza taarifa zake vizuri hapo. So baada ya kujaza tu taarifa hizo, kama tunaweza kuona huku upande wa kushoto, ina maana taarifa nyingi sana tayari zimeshawekwa vema ya kijani. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hizo taarifa zilizojaza pale ziko sahihi na zimepokelewa. So hadi hapa kuna sehemu zimebaki tu mbili, ambapo kuna sehemu ya preview information na kuattach signed forms. Hii hapa nitaiattach baada ya kuitoa kwa mwanasheria, baada ya kuwa ameshaweka muhuri wake, then nitairudisha. Then ku preview, hiyo ni kuangalia taarifa zote ambazo umeweza kuzijaza, je, ziko sahihi. Kama ziko sahihi, basi inakuwa tayari. Kwa hadi hapa tumeshamaliza kufanya application. Kilichobaki sasa ni kuweza kuipeleka kwa mwanasheria aweze kuipiga muhuri, then na kuirudisha, then tuiweze kuiupload mtandaoni na iweze kwenda moja kwa moja hadi HESLB. So karibu sana ili kwani jifunze na Linus.